Alikuwa mume wake ameenda kufanya kazi. Mume wake anafanya kazi hizi za kujenga. Hizi kazi za kujenga, mwanaume yule amefanya kazi mpaka jioni saa 12. Sawa? Amechoka, akawa amelala kwenye ile boma, amelala tu, amesinzia. Amechoka sana. Kwa yule mwanamke akawa anakuja anamfuatilia, lakini amekuja na kisu. Anasema atakapomkuta popote anamchoma kisu. Basi amekuja moja kwa moja, alivyofika pale kamkuta mume wake amelala chini, ana mavumbi, amechoka. Wallahi, mume alivyomuona, mume akastuka. Yule mwanamke kisu akadondosha chini, akaanza kutetemeka, kwa sababu ameshindwa kuwa na subra, ameshindwa kukaa nyumbani, ameshindwa kujua wajibu wake. Mume wake atarudi na atakuja tumuuliza alikuwa wapi, kamfuata huko kazini. Mwisho wa siku hali aliyoikuta ya mume wake, ikabidi akatupa kile kisu chini, akapiga magoti na kuanza kumwomba radhi mume wake. Akaambia, wallahi nilikuwa nimekuja leo kwa niaba ya kukuchoma kisu nikuue, maana mpaka sasa hivi umechelewa kurudi, najua labda upo kwa wanawake. Sasa unaweza kudhania vitu kama hivyo, na ndipo ndoa nyingi zinakuwa sasa hivi haziwezi kudumu, na hatuwezi kuishi katika ndoa kwa sababu wewe umfahamu mwanamke, hamfahamu mume, na mume naye hamfahamu mke. Kwa hiyo lazima tufahamiane. Kwa naam, tunaendelea kidini na kimaisha. Ana jukumu la kutafuta riziki. Yaani hili Allah amemweka apambane kutafuta riziki. Japo na kuna wanawake wengi wanatafuta riziki, lakini haswa mwanaume yeye ndio haswa ndio nature yake. Anatakiwa yeye atafute riziki kwa ajili ya majukumu ya familia yake. Kwa sababu hilo jukumu la familia yake yeye ndio amelibeba na ni lazima alifanye kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo haya yote anayepitia huyu mwanaume, wewe mwanamke unatakiwa ujue mwenzangu anapitia yepi. Wewe umekaa nyumbani unasubiri riziki hapo ije, na ndio maana sasa hivi imekuwa ni vice versa. Sasa hivi nyumba nyingi zimekuwa ni vurugu. Mwanamke anataka akatafute, watu watafute kwa pamoja. Yaani imekuwa ni hatuelewani. Lakini tukiangalia wazee wa zamani walikuwa mbabu anakwenda sokoni, anakwenda kumtafutia bibi nyumbani, anamletea hapo, na wenyewe walikuwa ni wataalamu, wanafagia mpaka uwanja. Ina maana hata akipita nyayo moja jua nani hapa amepita. Lakini sasa hivi ndio tunaambiwa ndio science na teknolojia. Lakini science na teknolojia, tusivuke mipaka ya maisha yetu na utamaduni wetu ambao Mola wetu ametuandalia tuweze kuishi, tujue huyu ni mwanaume na huyu ni mwanamke. Na Mungu ametuambia ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, hawa ndio wasimamizi wa hawa wanawake. Kwa lazima tutambue, lazima tujue, ili kusudi tuweze kupata heshima na adabu, tujue nini malengo ya kuumbwa kwetu na lengo la kuishi katika maisha ya ndoa. Kwa hivyo hii ni sehemu ya 3 ambayo mwanaume hubeba mizigo ya kimaisha. Yaani yeye anabeba mizigo ya kimaisha, ana jukumu kubwa la kuitazama familia yake. Kwa hili tumtambue huyu kiumbe. Kwa hivyo na unapomtambua katika haya anayoyapitia, utamwonea huruma na utamsaidia na utasimama kama mama bora ambaye anasimamia maisha yake ya kujua mume wangu anapitia haya. Kama ulivyokuwa wewe, asimame baba kama baba, awe baba bora kukusimamia wewe kipindi kabla hujaingia kwenye hedhi, mpaka ukaingia kwenye hedhi, mpaka ukabeba ukaingia kwenye ujauzito, ukazaa. Zile situation unazozipitia zile zote, mwanaume naye anatakiwa naye azitambue na ajue. Kwa mkijuana na tukijuana hatuwezi kushindwana, lakini kwa sababu hatujuani ndio maana tunashindwana katika maisha yetu ya ndoa, tunakuwa hatuelewani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusimamie tuweze kuwafahamiana na tuweze kuelewana, kwa sababu dunia hii, napenda kuzungumza sana, ni mapito tu. Umeona wangapi kwa wangapi wameiacha, na sisi mimi na wewe leo tunaweza tukaiacha muda wote, saa yote. Inshallah tutaendelea katika sehemu ya 4, na Mwenyezi Mungu atujalia tutamalizia na sehemu ya 5 kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu tutaendelea katika hilo inshallah.